Habarini wa ndugu mnaonifuatilia, my followers. Leo na kitu nataka nishare. Kitu hicho kinaenda, ngoja nikisome hapa. Taifa huangamizwa na wewe binafsi, na sio kwamba wabaya Mungu anahitaji waishi. Na ni nini Mungu anahitaji? Anahitaji wewe, anahitaji hao wabaya wateseke na waangamie. Taifa au nchi huangamizwa kwa wewe binafsi, wewe mwananchi. Yaani nchi huangamizwa na wewe mwananchi mwenyewe. Na sio kwamba Mwenyezi Mungu hawaoni ubaya wanaoendelea katika nchi, au hawaoni uchafu ambao unafanywa na wabaya unaendelea katika nchi. Uchafu unazidi kuendelea, ni wewe mwananchi au ni wewe mwanadamu unaozidi kuendeleza kuwepo uchafu. Sio, hujanielewa hapo? Yaani kwa kiwango kikubwa wewe ambao unalaumu, unaonewa, wewe ndio unachangia kwa asilimia zaidi ya 60 kuendeleza huu uchafu, kuendeleza au kuendelea kufanya au vigogo au watu wachafu waendelee kuishi. Mwenyezi Mungu hawapendi hata kidogo, na hajawahi kufikiria hata kidogo kwamba mwenye haki wake aanze kuteseka. Yaani hajawahi kuwaza hicho kitu kwamba mtu wa Mungu wewe uteseke. Hajawahi kuwaza hicho kitu, bali ni yule mtu ambaye anapewa maono fulani hayafanya, lakini anayaacha. Yule ndo anasababisha kwamba watu fulani wengine wateseke. Nasema hivyo kwa sababu gani, na hii hapa inaniumiza kwa sababu gani? Nitatoa mfano mzuri. Mfano mzuri utakuja hivi. Katika kijiji fulani kulikuwa na kiongozi mmoja, au kulikuwa na kiongozi mmoja. Huyo kiongozi alikuwa anaongoza nchi kwa ubabe. Alikuwa anaongoza nchi kwa ubabe. Hasa ikatokea mtu mmoja katika njozi akaoteshwa kwamba miaka kadhaa shida hii kiongozi huyu ataenda kung'olewa. Na ataenda kung'olewa na nani? Ataenda kung'olewa na mtu fulani. Huyo mtu akaoteshwa na akaambiwa kwamba wewe ndio utahusika, umpake mafuta na umsimamishe yule kiongozi ili aje amwangamize huyo kiongozi ambaye anafanya uovu, anaua watu ovyo, anaweka uchawi waziwazi, anazulumu mali za watu ovyo. Na hii story sio kwamba imetoka mbali sana. Hii story ipo katika maneno ya Mungu matakatifu, katika Biblia. Kama nimekwisha kusema, dhumuni ya mimi au wanaonifuatia katika YouTube channel yangu, mimi nakufundisha wewe mwanadamu kuzitambua haki zako. Maagizo ya Mungu au Mwenyezi Mungu sio kwamba katika kipindi cha Elia chote alikuwa haoni utoporo au ujinga ambao alikuwa akiufanya yule mchawi mkuu Yezebeli. Na sio kwamba Mungu alikuwa anashindwa kumwangamiza yule Yezebeli. Na ndio iko hivi katika nchi yetu ya Tanzania. Sio kwamba Mwenyezi Mungu hawaoni hao vigogo ambao wanatumia mamlaka tofauti. Sio kwamba Mungu haoni hao ambao wanadhulumu mali ya watu na kuwaua na kuwapoteza watu kila siku. Sio kwamba Mwenyezi Mungu hawaoni. Mwenyezi Mungu anawaona. Na pengine Mwenyezi Mungu amekwisha kuandaa mtu atakayesimama ili kuwaondoa vigogo. Na pengine wewe ambao unanifuatilia huenda ni miongoni na watu ulioteuliwa kuja kuwaua hao vigogo. Elia katika kipindi kile sio kwamba alikuwa anashindwa kumwangamiza Yezebeli. Alikuwa na power hiyo, lakini ilikuwa sio yeye ambaye anapaswa amwangamize Yezebeli, yule mchawi mkuu. Kwa sababu Yezebeli tunasema alikuwa ni mchawi mkuu, alikuwa anadhulumu, alikuwa anaua watu ovyo. So taifa linaangamia kwa mtu fulani pale anapofeli kufanya maamuzi, pale anapofeli kuizingatia ile njozi iliyokuwa amekwisha kuionyesha.
Elia anaagizwa na Mwenyezi Mungu kwamba nenda umpake mafuta Yehu aje aiangamize familia ya Ahabu na Yezebeli. Hayo yalikuwa ni maagizo ya Mwenyezi Mungu kutoka kwa Mwenyezi Mungu kwa Elia. Sasa kulingana na vitiisho, kulingana na mazingira yote yale, au kulingana na kutokufanya maamuzi, au kulingana pia hata yule mhusika mwenyewe kupuuza ile keria yake, ikajikuta inachukua muda mrefu. So yapo mambo mawili hapa. We mhusika unaweza kupuuza keria yako ambao unatakiwa uwe sehemu hiyo. Unaweza kupuuza sehemu ambao unatakiwa uwe. Kwa mfano, wewe binafsi unajijua kwamba mimi nitakiwa niwe fulani, hapo ndipo nitafiti. Ukipuuza hapo ndipo utasababisha vizazi vingine vyote viumie. Ndivyo alivyopuuza yule mhusika, ndivyo alivyopuuza pia hata yule aliyopewa maagizo akampake mafuta awe mfalme. Tunaona Yehu akapuuza, akazidi kuwa katika ile nyanja yake kwamba anang'ang'ania kwamba awe aendelee kuwa jemedari wa majeshi, na huku iye ilikuwa sio sekta yake. Akapuuza ile nafasi yake. Tunaona akasugua benchi miaka kama 10 ilikuwa miaka 7 yes. Maana itakiwa maagizo ya Mungu alitoka kwamba Yehu apake mafuta pamoja na Hazaeli, wote wapake mafuta. Hazaeli awe mfalme wa Shamu, and then Yehu awe mfalme wa Israeli, ili aje amkamize Ahabu, kwa sababu ufalme wa Ahabu ulikuwa unatenda maovu mengi. So Hazaeli itakiwa aende proportional na Yehu. Sasa tunaona Hazaeli akatangulia akapakwa mafuta, lakini Yehu bado anasugua benchi, na huko itakiwa waende proportional, wawe pamoja. Unaona? So mhusika alipopuuza, au mhusika baada ya kupuuza, ndipo akasugua benchi kwa muda mrefu, na ndipo akaweka matabiko makubwa kwa wana wa Israeli katika kipindi kile. Wakawa wanadhulumiwa mali kama tulivyoona kwa yule Nabothi akadhulumiwa ardhi yake, na hakuna mtu aliyezungumza, na ndivyo yanavyotokea katika nchi yetu ya Tanzania kwa sasa. Kuna watu wanadhulumiwa mali zake, kuna watu wanadhulumiwa haki zao za kuishi, kuna watu wanapotezwa kusikojulikana na watu tunaona, kuna watu wanapotezwa kazi za kusikojulikana na watu tunaona. Nabothi anadhulumiwa ardhi yake, Elia naye anaona, na huko alipewa maagizo Mwenyezi Mungu kwamba akampake mafuta Yehu. Umeona? So kuna nguvu katika kupuuza kwa yule mtu aliyoagizwa aje amsimamishe mtu fulani awe mfalme, na kuna nguvu katika kupuuza kwa yule mhusika mwenyewe. Lazima mhusika mwenyewe ajijue kwamba mimi nitakiwa nikae kiti fulani ndio nitafiti. Hapo nadhani mmenielewa. So taifa linaangamia kwa wachache wetu ambao Mungu aliwateua wawe wafalme wa kuangamiza vigogo, wafalme wa kuangamiza wale wakatili. Ndio maana taifa letu linateketea na kuangamiza. So nini ambacho itatakiwa ufanye, au nini ambacho nitakiwa nikufundishe wewe unaonifuatilia katika mitandao ya kijamii? Mahali ambapo unajiona wewe utafiti, na usiupaombe kabisa kwa Mwenyezi Mungu. Huenda Mwenyezi Mungu amekwisha kuagiza mtu aje akupake mafuta na akutilie usimame mahali pale. So mahala ambapo unajiamini kwamba bila mimi siwezi, yani bila mimi hapa hawezi paka step, paombe kwa Mwenyezi Mungu na liwe hitaji lako binafsi kwamba umuombe yule mtu aliyoagizwa aje akusimamishe, kwa sababu ili wewe uwe pahala pale hauwezi kujisimamisha wewe, lazima mtu aje akusimamishe mahala pale. Ndio point ambayo nilitaka kukuambia, na haifichiki. Kila mmoja anajua kwamba nikisimama sehemu fulani lazima nitafita. Haifichiki kabisa. Kila mtu ambao anajitambua na ambao ana maono, ni lazima kuna muda akajifikiria, anajua kwamba mimi nikisimama sehemu fulani lazima nitafiti, mimi nikisimama sehemu fulani lazima nitafiti.